Tunaendelea tena leo na kitabu chetu cha Yohana, Injili ya Yohana. Tulianza leo ni somo la 3 kama sijakosea. Tulianza mstari wa 1 mpaka wa 14. Somo lilofuata tukaja mstari wa 15 mpaka 18. Na leo tutaenda mstari wa 19 mpaka 30. Iko ni sehemu ya somo letu la 3. Na kichwa cha somo ni kujitambulisha kwa Yohana Mbatizaji. Kujitambulisha kwa Yohana Mbatizaji. Jinsi gani Yohana alijitambulisha alipokuwa duniani kwenye huduma? Alisemaje? Na ina msaada gani kwetu? Inatusaidia nini? Inatufundisha nini? Somo letu la leo, kujitambulisha kwa Yohana Mbatizaji. Ni mstari wa 19 mpaka 30. Ni maandiko mengi lakini nitasoma machache. Mengine utasoma kwa muda wako ukiwa nyumbani umetulia. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize. Hawa Wayahudi baada ya kusikia habari za Yohana Mbatizaji wakatuma wajumbe waende kwake wamuulize maswali. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Walitaka wajue huyu anayefundisha hivi, huyu anayefanya haya ni nani? Wakasema, wewe u nani? Naye alikiri, manake alikubali. Naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? Uwe Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Tumeishia hapo. Sasa dunia sasa, tupo kwenye ulimwengu ambao umejaa tamaduni za kutaka kuinuliwa ama kutaka kutambuliwa ama kutaka kujulikana kwanza mbele ya watu, labda kupitia kwenye vyombo vya habari au vinginevyo. Watu wanataka watambuliwe, wanataka heshima yao ijulikane, wanataka nafasi zao zijulikane kwenye jamii, kwamba mimi ni fulani katika eneo hili, mimi ni mkurugenzi, mimi ni mfanyabiashara maarufu. Wanataka wajulikane. Ndio maana utaona hata kwenye baadhi ya makanisa amesali kiongozi wa kisiasa, utaona baada ya ibada tu wanampelekea mic ili na yeye aongee na vyombo vimulike kwamba leo tulikuwa na waziri, leo tulikuwa na makamu wa rais, leo tulikuwa na mkuu wa mkoa, ili ajulikane. Ndiyo dunia tulio nayo. Unaweza kaona labda kwenye sherehe au kwenye msiba, kwenye kusanyiko lolote, wakatambulisha watu, ukasahau kumtambulisha fulani, anatoka pale amechukia, kwa nini mimi hawajaniona? Ndio dunia tulio nayo, ya watu kutaka heshima, ya watu kutaka kutambuliwa. Yohana hakuwa hivyo. Kama utakavyoona kwenye maandiko, yeye hakukimbilia heshima. Sasa Yohana hakuwa tayari kujitangaza, badala yake alitaka Yesu ndiye ajulikane kwanza. Ndio maana kwenye Yohana 1 mstari wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 anasema, anakumbusha yale yale
kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yeye anamuinua neno, sio yeye, hapana. Sasa huo ulikuwa ni utangulizi. Somo letu litakuwa na vipengele viwili tu. Kipengele cha kwanza, kujitambulisha kwa Yohana Mbatizaji, ambao ni mstari wa 19 mpaka 21. Kujitambulisha kwa Yohana Mbatizaji. Kipengele cha pili, Yohana Mbatizaji amwona Yesu anakuja kwake, mstari wa 22 mpaka 30. Sasa moja kwa moja, kipengele cha kwanza, kujitambulisha kwa Yohana Mbatizaji, ambao tumesema ni mstari wa 19 mpaka 21. Mpendwa, kama wanafunzi wa Biblia utaona Yohana Mbatizaji alipoulizwa kuwa yeye ni nani, alikiri wazi kwamba yeye sio Kristo. Hakuwa tayari kubeba heshima ya Kristo, akasema hapana, mimi sio Kristo. Wako watu wengine hawakubali kukiri mapungufu yao. Hayuko tayari ataje cheo ambacho kinamshusha hadhi, hata kama sio cha kwake. Yohana hakuwa hivyo, akasema mimi sio Kristo. Wako watu wengine ni kazi ngumu sana kukiri mapungufu, hata kama kitu hakijui. Anajua hili siliwezi, lakini mbele ya watu hakubali. Niseme siwezi wanicheke. Hapana, lazima ujue kwamba nabii naweza, ili atambulike. Ndio wanadamu tulio nao, hawakubali kukiri mapungufu. Yohana hakuwa hivyo, alikubali moja kwa moja kwamba yeye yuko chini na sio Kristo. Mpendwa, unyenyekevu unaambatana na kukiri nafasi zetu, hata kama ni za chini. Hiyo ndio dalili ya unyenyekevu. Hata kama wewe nafasi yako ni ya chini, kubali hiyo hiyo. Kukubali huko ndio kumpe nafasi Mungu sasa akuinue. Anasema anayejiinua anashushwa, anayejishusha, anayekubali kushuka, Mungu ndio huyo anayetaka kumuinua. Unakubali ili Mungu akuinue. Ukijiinua ukuta nafasi ambayo sio ya kwako, bila shaka utakuwa na tatizo mbele za Mungu. Kutambua mpaka wako, hata kama kwenye huduma ukatambua mpaka wako ni upi, ni dalili ya ukomavu wa kiroho. Wako watu wengine hata kwenye makanisa hajui tofauti ya kiongozi wake na yeye. Mmekusanyika ni wamama wote, hawajui huu ni katibu wetu wamama au ni mwenyekiti wa mama, wanaona wote ni sawa. Lakini kwa sababu Mungu amempa nafasi ile, lazima wewe ukubali, uitambue. Uwe kukubali kuwa chini ya kwa sababu ni kiongozi aliyewekwa na Mungu. Kukubali mapungufu, kukubali nafasi ya chini, ndio ukomavu wa kiroho. Ukifanya hivyo utamfurahisha Mungu. Sasa tuangalie baadhi ya sio yote, baadhi ya maneno ya utambulisho wa Yohana aliyoyatamka. Alisema mimi ni sauti aliyaye nyikani. Wakati anatangaza, anajitambulisha, akasema mimi ni sauti aliyaye nyikani. Wako watu wengine mpendwa, wanaogopa kusema juu ya imani yao. Wewe umeokoka? Asema ndio, lakini si sana. Kuokoka sana, ndio kuokoka sana ni kupi? Ukiona hivyo, kuna sehemu ana kidonda, na kidonda wamekiona. Sasa ili wasiendelee sana, asema mimi nimeokoka lakini sio kivile. Anakukinga ili usiendelee mbali kuhoji. Kama wewe umeokoka, mbona huko? Nimeokoka kweli, ndio baba zangu wapo kwenye dini ya wokovu, lakini mimi sio kivile.
anajikinga, hataki kuweka wazi imani yake. Ukiona hivyo, ujue huyo ana tatizo kidogo la kiroho, anahitaji msaada wa kimungu. Anasema pale, mimi wanaenda kusali tu, kwa sababu nikiona muda umekuwa mchache, wale kwenye kanisa wanaenda kusali tu, hataki kujulikana kwamba ni muumini wa kanisa fulani, hataki kutaja imani yake. Lakini Yohana alijiweka wazi yeye ni nani. Wewe unaweza kupata majibu ya kwamba kama unajitahidi kuja kwenye ibada, ndipo utapata nafasi ya kuwa na jibu la kumjibu mtu anayekuja juu ya imani yako. Kwa nini? Kwa sababu unapokuja kwenye ibada kila leo, yako mambo mengi unajifunza juu ya imani yako katika Kristo. Ukiuliza wewe umeokoka, utasema ndio. Akienda maswali yake, kwa sababu umeshajifunza neno, una uwezo wa kumjibu. Lakini kama ujifunze neno, ndio hao wanaosema ndio nimeokoka, tena sio kivile. Kwa nini? Kwa sababu hana neno la kumjibu, hana majibu. Yuko kanisani, ana miaka 10, 15, lakini hatofautiani na mtu aliyeokoka na siku 5. Hawana tofauti. Kwa nini? Hapati chakula cha kiroho. Na wazazi wa mama wanafahamu, ukiwa na mtoto ambaye ni mvivu wa kula au mlishi vyovyote vile, ama unaweza kumlisha au una, lakini hapati lisha kutosha, ujue ukuaji wake utakuwa tofauti na yule anayekula vizuri. Kwa hiyo na wewe au mimi au yule, kama ni mvivu wa kujifunza neno la Mungu, ujue afya yako ya kiroho lazima itadhoofika. Utakuwa na miaka mingi kanisani, lakini hiyo miaka ulikuwa kanisani wakilinganisha na uwezo wako kiroho tofauti. Sema niliokoka mwaka 98, lakini wakija wakalinganisha mwaka 98 na sasa, bali. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko mbali na neno la Mungu. Roho yako haipati lishe, kwa huna majibu ya kuweza jua imani yako, huna. Kwa nini? Kwa sababu ujifunzi neno la Mungu, unategea kwenye ibada. Akasema mimi ni sauti aliaye nyikani. Mpendwa, sauti kama hivi leo unaisikia sauti yangu. Sauti ndio inaupeleka ujumbe wa Mungu kwa mtu. Sauti ndio inafikisha ujumbe wa Mungu kwa mwanadamu. Lakini sauti ikishafika kwako, ujumbe ukafika, sauti inapotea, ujumbe unabaki vile vile. Yohana akasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, lakini sio yule mimi ni sauti tu. Mimi ni mleta ujumbe wa Bwana basi, lakini sio Bwana mwenyewe. Yohana alijiona ni sauti na sio neno, akakubali. Mpendwa, wako watu wahuduma, watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu ni sauti ya Mungu ya kuleta ujumbe kwa wanadamu. Hautamwona Mungu ashuke aje akae katikati hapa aseme na wewe. Atawatumia watumishi wake kunena na wewe. Kwa lazima tuwe makini. Neno linapokuja kwako, ujue ni Mungu amesema na wewe. Ukiwa kanisani likahubiriwa jambo, ukaona lila kwako limekugusa wewe, usiseme mchungaji amesikia habari zangu kwa yule dada, kwa yule kaka. Mchungaji huwa haongelei maisha yote. Sasa kazi yake ni kuwaombea. Ukiona mchungaji anakaa kwenye vijiwe kujadili wa Kristo, huyo mwambie umeshindwa kazi ya kumtumikia Mungu. Ukisikia neno likaja kwako,
badala ya kulalamika, mwambie Mungu, asante umeniona, asante umenikumbuka, maana ana kusudi jema kwa ajili yako ili akutengeneze. Ameona ulikopungua, ameona ulikokwama, anataka akuvushe. Usiseme dada fulani, kaka fulani amepeleka habari zangu kwa mchungaji. Hapana, ni Roho Mtakatifu amekuona, akaleta ujumbe kupitia sauti ya mtumishi wa Mungu ikaja kwako. Mungu akasema na wewe kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu. Unatakiwa useme asante Mungu, umenisaidia niweze kubadilika. Kulalamika akukusaidii kutekeleza, kubadilika. Maana Biblia inasema, nataka nikwambie, neno la Mungu ni kama kioo cha kujiangalia. Wamama wanajua hawezi kutoka nyumbani kabla hajatembelea kioo. Ndio maana hata kwenye pochi zao tukiwapekua sasa, wako wengine na vioo kwenye pochi zao. Anataka ajiangalie amekaa vizuri. Sasa wewe umejiangalia kwenye kioo ukakuta nywele zimetimka au kuna hiki ukakiacha, ni ndio maana neno linakuja kwako kama kioo kwambia, sasa hapa kuna tatizo, hapa kuna kasoro, unatakiwa umshukuru Mungu na utengeneze. Ndiyo salama yangu, ndiyo salama yako. Utambulisho mwingine aliosema, sema mimi nabatiza kwa maji, katikati yetu amesimama yeye msiyemjua. Mimi nabatiza kwa maji, lakini katikati yetu amesimama yeye msiyemjua. Anamtaja Kristo mpendwa. Katikati yao alikuwa anasema Yohana, alikuwepo Yesu lakini hawakumtambua kwamba yupo. Hata hapa Kristo yupo, hata hapa yupo. Bana, Biblia inasema, napenda nikwambie, wakusanyikapo 2, 3 kwa ajili yangu, ndipo katikati yao. Yesu yupo katikati yao, lakini hawakutambua kwamba pale yupo Yesu. Utasoma Mathayo 18:20. Hilo andiko nilolitaja. Mpendo wako, watu wanakuja kwenye ibada bila kujua Yesu yupo na anasimama katikati yetu. Anakuja kwa mashaka, hivi Mungu yupo, Mungu hayupo. Asipokuta mchungaji kasafiri, yeye ibada kwake haipo, hana furaha, hana amani, kwa sababu mchungaji mzoea hayupo. Mchungaji sio Mungu, Mungu yuko pale pale. Siku hiyo mchungaji hatumiki kunena watumishi wake, anamtumia yule aliyepangwa kwa ratiba hiyo. Maana Mungu alijua kwamba tarehe hiyo mchungaji hatakuwa Tabora, atakuwa Mwanza kwenye semina, lakini akamwandaa. Kuna dada fulani, kuna kaka fulani atasimama. Mungu anakuwa anajua. Kwa hiyo Mungu anakuwepo katikati yetu, maana ni ahadi yake kwamba atakuwa na sisi wakati wote. Ukisoma Mathayo 28, Mathayo 28 mstari wa 20 anasemaje? Anasema, na kuwafisha kuyashika yote na niliowaamuru ninyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu. Niko pamoja nanyi siku zote, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, asubuhi, jioni, Mungu yupo. Huna sababu ya kuwa na mashaka. Matangazo mengine au utamsho mwingine, tuangalie mahubiri yake. Anasema nyosheni njia ya Bwana. Anawaambia wanadamu kwamba nyosheni njia ya Bwana. Mpendwa, wako wahubiri wengi siku za leo wanapindisha maneno ili kuongezea mambo yao, watimize matakwa yao. Anapindisha kweli, lakini mtumishi wa Mungu anasema nyosheni njia ya Bwana. Usipindishe, nyosha.
kama fulani kakosea, mwambie hapa, mpendwa, umekosea. Ukimficha, ukapindisha au msaidii, unamharibu. Biblia inasema ukimwona mtu ana tatizo, hayupo kwenye kweli, ukaacha kumwambia, anasema damu itadaiwa mikononi mwako. Ulijua ukakaa kimya, ulijua ukamwonea aibu, ulijua ukaogopa, damu yake itadaiwa mikononi mwako kama akipotea. Lakini ukitoa mwanga ukamwambia bila kujali heshima yake, ukubwa wake, umri wake, wewe umemaliza kesi na Mungu. Imebaki kesi ya kwake na Mungu peke yake. Sasa wako wahubiri wanawapa watu matumaini ya uongo, wakati mwingine kwa wanaweza kuwa marafiki wa dunia na pia wakapata nafasi ya kuingia mbinguni. Wasema Mungu angalii sana hayo. Wewe vivyo tunavyoishi, Mungu anaangalia roho tu, ndio anaoangalia, au mengine Mungu aangaiki nayo. Lakini Biblia imesema utakatifu ni mwili na roho. Biblia inasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa Mungu anaenda kukaa kwenye hekalu ambalo halina utaratibu. Hebu jaribu kuangalia, labda ni kiongozi mkubwa anakaa ndani ya nyumba, mbuzi wako humo, kuku wako humo, nini, kila kitu, anakaaje ukiongozi? Sasa Mungu wetu ni mkuu kuliko hao. Anakaa mahali ambapo pako safi, pamepangiliwa. Maisha yako lazima yawe safi, yawe na mpangilio wa kiroho. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni hekalu la Mungu. Mungu anakaa ndani yako. Hawezi akakaa mahali ambapo hapana usafi. Kwa hao wanaosema Mungu anaangalia roho, hao kwa sababu wamepungukiwa na maarifa ya kimungu. Hao ni manabii wa uongo, wanapotosha watu, wanapindisha ukweli. Yohana anasema inyosheni njia ya Bwana peke yake. Utasoma Matendo 18:26. Mpendo wako wahubiri wengine wanapo watu matumaini kuwa watapata wokovu baada ya kufa, kwamba wewe hapa huwezi ukaokoka kwa sasa. Wewe ni binti mzuri na urembo wote unaweza kuokoka. Wewe kijana mtanashati, alafu una hela, utawezaje kuokoka ukiwa na umri una hela unayo? Usiwe na wasiwasi. Mungu ni wa rehema sana, anatusamehe sana, atupenda. Hawezi kukuhukumu wewe binti mzuri. Ukifa tu, wakishaomba kiongozi wa dini zikatolewa sadaka, Mungu anakufufua, Mungu anakubariki, anakutoa kwenye hukumu, unaenda kwenye raha, unaenda kupumzika. Hata hao kila siku mtu anakufa wanaandika rest in peace, au ni waongo, kwa sababu wao wamejiweje huyu aliyeenda mbinguni au hajaenda mbinguni. Ni waongo. Unawapa watu matumaini kwamba usiwe na haraka, hata ukifa tu tutafanya ibada na Mungu atakusamehe ukiwa umeshakufa huko, haina shida. Kwa hiyo wanawapa watu matumaini kuwa sala za viongozi wa dini baada ya kufa zinaweza kuleta wokovu. Wanawaambia hivyo kwamba tukishaomba, Mungu mwenyewe ni mwaminifu, atakutoa huko kwenye kundi la wenye dhambi, utaenda mbinguni, utakutana naye. Sasa hao ni kwa sababu ndio hao ambao hawana maandiko, ndio hao wanaosema nimeokoka lakini sio kivile. Sasa tusome andiko moja ambalo wengi hawapendi kulisikia.
hawataki kulisikia, au wanaohubiria, wanaopindisha pindisha. Kwenye kitabu cha Ebrania 9:27 anasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, mtu afi mara mbili, pumzi ya mtu ikitoka imetoka. Sio anakufa asubuhi, inabaki kidogo, nyingine inaisha kesha. Ikitoka imetoka. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Hakuna mjadala wa kwamba ukishakufa anakuja kiongozi wa dini yako mkubwa sana duniani, anakuombea. Akishakuombea sasa, hapo Mungu anafanya maamuzi, mabadiliko. Ulikuwa jehanamu, anakuhamisha, anakupeleka kwingine kwenye raha. Unasema raha ya milele mpe Bwana, wanasema hapo mwaka kaburini hapo wanafanya sara, wanasema raha ya milele umpe Bwana, wanamwagiza Mungu. Mimi andiko nataka nisome kwa Kiingereza, nimesoma kwa Kiswahili, sio kwa nia mbaya, lakini kwa Kiswahili wanaonisikia hata kwenye mitandao huko walisikie. Anasema all people must die once, kwamba wote, akisema neno must maana yake ni lazima, haina mbadala. And after that God will judge them for their sin, kwamba baada ya hapo Mungu anawahukumu kwa sababu ya dhambi zao. Hapa kwenye Biblia ya Kiswahili imepunguza kidogo, hii ndio imeweka wazi zaidi. Kwa hiyo hawa wanaosema kiongozi wa dini duniani, askofu mkubwa, mchungaji wangu, wakishakuwa kwa makaburini wakaniombea nitarara, nitapewa raha ya milele, hawajui maandiko. Na Biblia inasema mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko. Hao ni vipofu. Biblia inasema hawajui maandiko. Andiko liko wazi, lakini utashangaa hawataki kulisikia andiko kama hili. Hao viongozi wanaopindisha maneno, Yohana akasema inyosheni njia ya Bwana, msipindishe, inyooshe. Peleka neno kama lilivyo, ili watu wamjue Mungu alivyo. Mpendwa, siri ya ukuu katika ufalme wa Mungu ni kupunguza heshima zetu, kujishusha kwenye utumishi na kumuinua Yesu na kukataa utukufu usio wa kwetu. Hiyo ndio siri ya ukuu katika ufalme wa Mungu. Mtu yote akifanya hivyo anakuwa anambariki Mungu. Hilo linatoka kwenye kipengele cha pili. Yohana Mbatizaji amwona Yesu anakuja kwake. Hayo utayapata kwenye mstari wa 22 mpaka 30. Utasoma leo nyumbani. Mpendwa, lazima ukumbuke kama wanafunzi wa Biblia, Yesu alipotoka nyikani, alipobatizwa na Yohana, alipotoka nyikani alienda moja kwa moja kwa Yohana. Kusoma vizuri maandiko hapo. Alienda moja kwa moja kwa Yohana Mbatizaji, mahali alipokuwa akihubiria, karudi pale. Hii inatufundisha nini mpendwa? Kisha kwamba ikiwa hata umepata majaribu, kumbuka alikuwa anajaribiwa kule. Ikiwa umepata jaribu lolote, mahali pa kukimbilia ni kwa Mungu tu. Watafute watumishi wa Mungu wakupe msaada. Jaribu sikupeleke mbali na Mungu, bali kulete karibu na Mungu. Wako watu wengine anapona mambo hayaendi ndio anakimbia kanisani, badala ndiye aweke bidii zaidi kuja kanisani.
yeye ndiye anapotea kanisani. Ukiona jaribu, mkaribie Mungu. Yeye ndiye atakakupa njia, anajua atakuvushaje, atakusaidiaje baada ya kukimbia. Usipotee kanisani kisa jaribu. Lazima majaribu kuweka karibu na wapendwa wenzako. Nenda kwa watumishi wa Mungu, nenda kanisani, nenda kwenye mafundisho. Hayo atakutengeneza, utapata njia aliyoandaa Mungu akukuvusha. Na kwa kufanya hivyo utapata msaada wa Mungu bila shaka. Kwa tuwe makini, majaribu tufanye tuwe mbali na Bwana wakati wote, bali atupe nafasi ya kusogea kumtafuta Mungu kwa ukaribu. Asema muite baada mwana patikana. Wengine wakiona huduma imeinuka ndani yao, hawataka hata kusikia kiongozi, kisa ameona kuna huduma imeinuka ndani yake. Ameanza kuwa mwimbaji mzuri sana, ana sauti nzuri, utafikiri malaika. Kama ni mwanakwaya, anataka wanakwaya wafuate ratiba yake. Panga kukutana, tukutane saa 9, asema saa 9 hapana, tuje saa 11 kwa sababu mimi na mambo yangu. Wakipanga hiki, anataka wafuate cha kwake kwa sababu yeye anaona sasa kwenye kwaya mimi ndiye soloist inayetegemewa. Na anatamba sema nisipokuwepo mimi, utaona tajicho la mchungaji na hangaika alitulie kwa sababu anajua kwaya siku hiyo haiimbi. Ameona huduma imekuwa. Baada ya kujishusha, yeye anajipandisha. Yuko mwingine ameona ana karama kubwa kanisani, ambao hata mchungaji wake hana, ndio atasikia hata uongoza, sema mimi ndio mwenyewe kanisani, kama sipo hakuna wa kuombea mgonjwa akapona. Ameanza kupandisha mabega, ameanza kujiinua baada ya kujishusha. Baada ya hapo utashangaa huduma imepotea. Kwa nini? Andiko limesimama, anayejikweza atashushwa, na siri ya kuinuliwa ni kujishusha. Kutamani kujishusha wakati wote ili Mungu akupandishe kama Yohana alivyofanya. Kwa kufanya hivyo utamwona Mungu akitembea na wewe kwenye huduma yako, kwenye familia yako, kila mahali Mungu atasimama na wewe na atakuvusha, na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu umetufundisha, umetukumbusha jinsi Yohana alivyojitambulisha mbele ya watu. Umetuonyesha Yohana alivyokuwa mnyenyekevu, hakuwa tayari kubeba utukufu wako, hakuwa tayari kubeba cheo chako, bali yeye alisema yeye ni sauti ya Bwana tu iliyo nyikani. Tusaidie Roho Mtakatifu, na sisi tutamani kuwa na unyenyekevu, tutamani kukuinua wewe, tutamani kukutanguliza wewe wakati wote Bwana, maana umesema wanaojishusha utawainua. Baba, tusaidie, maana wakati mwingine heshima za dunia hizi zinawavuta watu. Watu wanataka waonekane, wanataka wajulikane, wanataka watambuliwe kwenye jamii. Ukufanyia wakati mwingine tunaenda kinyume na neno lako. Tusaidie Bwana Yesu, tuijue kweli yako, tuweze kujishusha ili Mungu kwa wakati wako uweze kutuinua Bwana, katika jina la Yesu. Tupe neema yako ya kutuwezesha. Wafu wengine wamejaribu mara kadhaa wameshindwa, lakini neema yako yatosha Bwana.
maana umesema katika utimilifu wako tunapata neema juu ya neema. Baba, achia neema yako watoto wako Bwana, ili waweze kujishusha, waweze kunyenyekea, waweze kukuinua, wakutanguliza wakati wote Bwana, ili Mungu kajifunue kwao na ukawatende mambo makubwa katika jina Yesu. Asante kwa kuwa unaenda kutenda sawa sawa neno lako katika jina la Yesu. Baba, watoto wako enda kutoa sadaka zao, naomba Mungu wakumbuke, maana umesema ni heri kutoa kuliko kupokea. Ziko baraka kwenye kutoa, ziko baraka kwa watoao, ziko kwa baraka kwa wanaonyosha mikono yao kwa mioyo iliyo tayari, ya unyenyekevu, yenye utii, yenye kupenda. Naomba Mungu watendee, maana ni Mungu unayetenda sawa sawa na ahadi zako. Asante kwa kuwa sasa unaenda kuwabariki na kuwatunza na kuwahifadhi sawa sawa na mapenzi yako Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunapoahirisha ibada hii, watumwa wako na wainua mbele zako, naomba uwalinde na uwatunze, watangulie Bwana kila eneo wanakopita. Kama kuna mitego yoyote ya adui, hiyo mitego inaitegua kwa mamlaka katika jina la Yesu. Malaika wako wa ulinzi akaambatane na kila mmoja, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tuseme amina.